Mheshimiwa Mkurugenzi, umejionea taasisi zetu za shule, pale kuna kitu umesema utawaambia wenyewe. Na hapa umejionea hao kina mama. Ndugu yangu wanapata shida sana. Kwa hili hapa, wala silali usingizi hao kina mama. Saa zingine anatoka hapa na pikipiki, anafika hapo njiani, kajifungua na mtoto, kaondoka. Sasa hii ni adha kubwa kweli Mheshimiwa Mkurugenzi. Huwa silali. Kusema ukweli, ndani ya miaka 7 hili jengo tumelifikisha pale kwa nguvu za wananchi. Ndio maana unaona hata kule tunasuasua kuwapeleka tuanzisha maboma mengine. Hili likiwa tayari, wananchi hawa hawana ubishi na wako tayari Mheshimiwa Mkurugenzi kukusikiliza wewe. Haya uliojionea kule utawaambia wenyewe, kuna nini kinakuja shuleni utawaambia wenyewe, ili wenyewe sasa raha wewe umeona walivyokuwa na raha leo kwa kukuona wewe. Jamani, mimi sitaki niseme mengi sana. Nitamani tumie nafasi hii kwanza kuwasikiliza. Najua viongozi wamesema, nimesikia swala la zahanati. Watakaosimama nadhani ndio wasilisemee tena zahanati. Nimesikia swala la shule. Nimeshalipata vizuri sana Mheshimiwa Diwani na mwenyekiti. Wamenipeleka kule, nimeona majengo ya shule kweli yamechoka. Tupo hapa kuhakikisha kwamba tunatatua kero. Niseme kwamba walimu, uhaba wa walimu na ufahamu. Na serikali iko makini sana, imetupa jukumu kubwa sana kuhakikisha kwamba tunaweka msawazo. Kwa kawaida tunaangalia walimu tuliopewa na serikali. Kila mwaka serikali yetu sikivu inaleta walimu wapya wengi. Na sisi tunapata mgao wetu kama halmashauri ya wilaya ya Kondoa, tunawagawanya. Kwa naamini muda si mrefu tutakapoletewa ile idadi ya walimu kuja kwetu, basi mimi kama mwajiri nitaipa kipaumbele shule yetu ya Kwayondo. Lakini kwa kuanzia nitazungumza na afisa elimu kuangalia shule gani ina walimu wengi. Hicho ndio kitu cha muhimu kwanza. Unaweza kukuta kuna shule ina walimu wengi afu shule nyingine haina walimu. Kwa hiyo pia ni jukumu langu. Nitazungumza na afisa elimu kuangalia uwezekano wa kuona ule msawazo wa walimu. Kama kuna sehemu ina walimu wengi sana kuliko hapa, basi tutaleta walimu hapa kuongezea idadi. Lakini jambo lingine ni kwamba wakati nazungumza na walimu, walikuwa wanazungumzia sana uhaba wa nyumba za walimu. Wanasema nyumba ziko 2 tu na walimu 3. Kila nyumba moja inakaa walimu 3. Na imefikia hatua kuna walimu wengine wanashare kitanda. Nadhani ifikie hatua wazazi pia tuone kwamba kuwepo kwa shule sisi kwetu ni fursa. Naomba tujenge nyumba nzuri. Wakati serikali inaangalia kujenga nyumba za walimu, basi walimu wapate nafasi za nyumba za kupanga. Tuko pamoja. Walimu wameondoka majumbani kwao. Wengi sio wa hapa Kondoa, wengine wametoka Mbeya, wengine wametoka maeneo mbalimbali. Wameacha wazazi kwa maana yake wazazi wao sasa hivi ni kina nani? Ni sisi tuliokuwepo hapa. Ninyi mtakiwa mfanye jukumu hilo kama wazazi. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa wale ambao wana nyumba ambazo kidogo zimekaa vizuri na kama wanaweza uwezo wa kupangisha, naomba tumie nafasi hiyo kuwapangisha walimu wetu ili tukileta walimu tujue watakaa wapi. Kwa sababu tumechanganyikiwa hapa kwamba kuna nyumba 2, kila nyumba moja wameshare walimu 3, lakini wazazi mnasema na waletee walimu. Mpo hapo kwa hiyo kitu kingine pia unajiuliza walimu wakienda ndio wapi? Asije akaja ukaa darasani matokeo watoto kaondoa. Kwa hiyo wazazi tujipange, tuone mazingira yao kwamba uwepo kitendo cha kuwepo shule hapa maana ni fursa. Jenga nyumba nzuri, pangisha, utapata pia kipato. Si ndivyo? Lakini nilipata changamoto ya madarasa chakavu katika shule ile. Lakini niseme tu kwamba serikali yetu inaleta madarasa 3 mwaka huu. Sio madarasa 3 pamoja na matundu 10 ya vyoo yapo katika bajeti ya boost. Kwa hiyo tupo makini, mna diwani makini, lakini niseme vile kwamba
mnyonge miongeni haki yake mpeni. Mheshimiwa mbunge wenu anapambana sana. Mheshimiwa mbunge anapambana sana kwa sababu muda mwingi anawasiliana na mimi kuona tunafanyaje. Kama na changamoto na mimi pia nakwenda kwake kuhakikisha ananipeleka maeneo fulani kupiga hodi. Mumuombe sana apate umri mrefu. Jamani, twende haraka haraka. Twende zahanati, kuna fedha milioni 5 ambayo imeahidiwa kuja hapa kwa ajili ya kupiga upauaji. Hiyo fedha haijafika kweli, bado iko huko, na hivi ninavyozungumza afisa mipango wangu yuko Dodoma anafuatilia ili hela ziweze kulipika. Sawa? Zikilipika tu zitakuja hapa, lakini na mimi pia nitaongezea hapa milioni 6, si ndio? Na mimi pia nitaongezea milioni 6 hapa. Kwa tutapata milioni hizo bahati 116, tutapata milioni 5 ya kupaulia, lakini na mimi pia nitaongezea milioni 6 hapa. Jamani, na zahanati nyingi na maeneo mengi wanasubiri. Lakini kwa sababu nimekuja, kwa nini niondoke mikono mitupu? Ndio nikazungumza hapa na engineer, tutaongezea hapa milioni 6 kuona tutafika wapi. Lakini niwaeleze tu kwamba hili jengo tayari Mheshimiwa Rais kishaomba. Ametuomba tupeleke maboma yote ya maeneo ya afya na elimu Dodoma. Maana yake kuna mpango unafanyika. Serikalini sikivu, naamini tutakamilisha. Na mimi nitaona aibu sana kama nikapa nikiondoka jengo hili halijakamilika. Nitahakikisha nimesimama kuhakikisha kwamba linakamilika.